Simba kumfunga Yanga. Simba kumfunga Yanga. Kama Mungu analala, labda muda huo kasinzia, Mungu hajaona Yanga. Kiongozi, mambo vipi? Safi kaka, inakuaje? Safi, kwema kabisa. Kwema kaka. Mechi imetamatika, Yanga bingwa bao 1-0 dhidi ya mtani wake katika mechi hii ya ngao ya jamii. Unaizungumziaje mechi ya leo kama umeiona ndani ya dakika 90? Nimeiona mechi. Ilikuwa mechi nzuri sana. Hata mtu ambaye kama ndo alikuwa mara yake ya kwanza kuja uwanjani kucheki mechi ya Simba na Yanga angejiridhisha kabisa kwa kusema kweli ni miongoni mwa zile dabi 5 bora barani Afrika. Kwanza, pamoja na kwamba Young Africans tumeweza kushinda, niwapongeze Simba, wamecheza mpira mzuri sana. Walipo hapa na walikotoka hawako mbali kuelekea kwenye nchi yao ya ahadi, kufika kwenye ile nchi yenye mito ya maziwa na asali. Wamecheza vizuri sana, wameshindwa lakini wamepoteza game, lakini kuanzia kipindi cha kwanza hadi cha pili walipossess mpira vizuri. Pengine Young Africans tukiongelea kiufundi zaidi, kama singekuwa Djigui Diarra, basi leo hizi sisi mashabiki wa Yanga tulikuwa tunaongea kitu kingine. Kwa sababu gani? Simba kuna kipindi cha kwanza naongelea, kuna save kama 3-4 Diarra kazifanya, ikiwemo moja ile ilitokana na mpira wa kutenga wa adhabu ukapigwa, lakini beki yule wa Simba Hamza akaweza kupiga kichwa. Kama isingekuwa imara wa Diarra lingekuwa goli la kwanza. Lakini kuna nyingine 1v1 kati ya Kibu Denis na Djigui Diarra, Diarra kaicheza. Kuna nyingine katokea tena kipindi cha pili Kapombe na Diarra kacheza. Kuna nyingine lango la kule ambapo ilipigwa na Sulemani Mwalimu kama sikosei, lakini uimara wa Djigui Diarra ndio umeweza kuliweka lango la Young Africans mikono salama, na leo hii tunasema Yanga ni mabingwa. Simba ilikuwa vizuri sana, wameonyesha walipotoka mpaka hapa kuna tofauti kubwa, lakini wamekutana na Yanga ambayo kikweli ina wachezaji wenye experience kubwa, wachezaji ambao wamekaa kwa muda mrefu. Hapa nazungumzia kipindi cha kwanza. Kipindi cha kwanza kwenye first 11 Young Africans, golini alikuwa Diarra, mzoefu, msimu wake si wa 5 kwenye kosi cha Yanga, wa 5 au 4. Umeona kwenye mbavu ya kulia Mwalimu alianza na Boka tunamjua muda gani ambapo yupo Young Africans, huu ni msimu wake wa pili. Kushoto, moja kati ya wachezaji wazao ambao binafsi naona kama hatuwapi heshima wanayostahili ni pamoja na Patrick Izeli Mwenda, bonge moja la mchezaji. Leo alikuwa na top performance. Mwenda mbavu ya kushoto amecheza vizuri sana. Katikati nazungumzia Baka na pacha yake BBD, big blind defender Dickson Job, na mwadimaya sana na mkubali, amekichafua kinoma. Hawa wote center hii defensive line ambayo nimezungumzia imecheza kwa muda mrefu, imezoeana, inajua kabisa Job anajua nikitema hapa mate Baka ataenda kufikia pale, si unanielewa? Lakini nikija kwenye ule pale kwenye kiungo, wale watu viungo watatu wale ambao walianza, Duke Abuya msimu wake wa pili Young Africans, Mudathiri haya Vitinha wa Bongo, napenda kumuita hivyo, msimu wake wa 3 au wa 4 Young Africans. Umeona mtu ambaye ilikuwa ingizo jipya pale kwenye kiungo ni Bala Conte kama sikosei, huyo ndo alikuwa mpya. Lakini ukisogea pale mbele alikuwepo Dube, msimu wake wa pili kama sikosei. Ukisogea tena upande mwingine yupo Pacome, msimu wake wa ngapi huu, bila kumsahau Maxi. Umeona kwa kianza kuangalia squad ya Young Africans ambayo imekaa kwa muda mrefu, imezoeana, inajua namna kucheza dabi. Umeona kwa ni msifu mwalimu Romain Folz akuwa na ile pressure ya kusikiza mashabiki kwamba aanza na Ekua, aanza na Mohamed Hussein. Nadhani alisoma sana dabi ya mwisho iliyopita ambao Simba tuweza kumfunga hapa goli 2-0. Kwa hiyo akaamua kwenda na mgeni mtu mmoja tu kwenye kosi cha leo. Simba amepoteza mechi leo, lakini kwa ulichokiona wewe, utakuwa kuna muendelezo huu katika ligi kuu au kutakuwa kuna mabadiliko makubwa kwenye upinzani ambao tunategemea kwa Simba na Yanga? Walipoishia leo kwenye mechi dhidi ya Yanga, nadhani wangeondoka na hii ambao wameishi hapa. Huu muendelezo waliokuwa nao hapa wafanye na mechi zijazo pia. Lakini ningependa kwamba mashabiki wa Simba wasimbebeshe gunia la misumari kocha Fadlu Davis. Kama naamini Fadlu ndiye mwalimu ambaye anataka kuwafikisha nchi hadi, waendelee kumpa muda. Kwa sababu gani nasema endelee kumpa muda? Yanga kuna kipindi ilikuwa kwenye kipindi kigumu sana. Kama nakumbuka Yanga ile bakuri ya Mwinyi za hela, unaona Simba ilikuwa inatutesa, si ndio? Yanga pia ikaja kwenye mikono ya mtu kama Nabi. Tulimpa muda Nabi. Msimu wake wa kwanza tulimvumilia baada ya kukosa ubingwa. Msimu wake wa pili tukamvumilia klabu bingwa. Si unanielewa? Lakini hadi tunacheza finali ya Confederation Cup, hadi tunachukua ubingwa na Nabi sio mara 2 mara 3 mfululizo, tulimpa muda. Kwa hiyo nadhani Simba sivunjike moyo, au usiku kata tamaa kwa matokeo ambayo wameweza kuyapata. Najua inauma, ni mechi ya 6 mfululizo kwenye dabi, Simba anapoteza zile mtani wake Yanga, lakini wasiishie hapa.
wamvumilie na huyu kocha wao David Fadlu, wampe muda, umeona, wape muda wachezaji wao wazoeane. Yanga ameshinda, lakini Simba sio kwamba amecheza vibaya kaka. Simba kacheza vizuri sana. Kamala golini alitulia, kuna save za hatari kazifanya, lakini moja hiyo ndo anasema ukifanya mistake moja mbele ya mchezaji kama Pacome Zouzoua lazima kuadhibu, lakini haiondoi dhana ya ukweli kwamba Simba wako vizuri sana, wana watu makini. Kuna yule beki wao wakati ni South Africa Lushaina, alivaa namba 23 mgongoni, bonge moja la beki, ni mtulivu. Nimeona receiving yake akiwa anaupokea mpira, dribbling yake, speed, kasi, nazungumzia kasi, lakini pia utulivu. Ni mtulivu sana yule blaza. Nadhani amemaliza dakika 90 hajapewa kadi ya njano wala nyekundu. Kwa hiyo waendelee kuwapa muda wachezaji wao. Hata sisi Young Africans kufika nchi ya hadi sio siku moja siku mbili, inahitaji uvumilivu, mvumiliane, wachezaji wazoeane, lakini yote kwa yote Young Africans tumeshinda mechi ya 6 mfululizo, tumemfunga mtani wetu Simba Sports Club. Kwa bosi wangu Jesemu anaga maneno mengi, anasema tu Yanga bingwa. Kwanza kabisa nipende kuwapongeza wapinzani wetu Simba Sports, wana kikosi. Kuna baadhi ya wachezaji nimewaangalia hawahitaji muda kuingia katika kikosi. Performance yao ilikuwa bora. Kwa mfano kama tukimchukulia beki wa kati, yule Rushain Deluk, amecheza superb sana leo. Ametumia akili nyingi sana. Kuna mipira ambayo ulikuwa unaona, kwa mfano angekuwa beki mwingine, angecheza foul ndani ya box. Kuna moja ile ilikuwa ni ya Ekua kama sikosei. Amejaribu kumchekecha, akakubali, akalala chini. Lakini alitumia akili. Akamsubiri kama anataka kupiga, akablock. Lakini pia Jean Charles Ahoua, superb player. Performance bora kabisa. Lakini pia striker wao Selemani Mwalimu amecheza mpira mzuri sana, amekuja kuipa uhai timu kipindi cha pili, na sasa dakika 12 za mwisho Simba wamecheza mpira mzuri sana. Lakini pia nikirudi kwenye timu yangu, bado kuna makosa mengine nayaona ya wazi. Kwa mfano kama kipindi cha kwanza pale katikati, kuna muda tulikuwa tunalaki, tunapoteza link up baina ya namba 6, namba 8 na namba 10. Ukimwangalia Mudasiri kwenye mechi ya leo amecheza chini ya kiwango, sio yule Mudasiri ambaye tunamjua sisi. Lakini ukimchukua Duke pamoja na Aziz Ndambwile walikuwa na ushirikiano mzuri. Aziz Ndambwile anakaba vizuri, Duke anachukua, anaanzia mashambulizi, inaenda kwa Pacome anachekecha, anamtafuta Dube kacheza vizuri sana. Kwa mechi leo ilikuwa nzuri, ila mimi niwaombe Simba wampe Fadlu muda, kwa sababu ni kocha mzuri, tumeona mbinu zake, sababu hata alizofanya wachezaji wake wanahitaji muda ili kuendelea kuingia katika kikosi na kuwa na mwenendo mzuri. Ni hilo. Shukrani sana kiongozi. Shukrani. Yanga bingwa. Mechi imetamatika kama ulivyoona, Yanga bingwa. Ngao ya jamii. Unazungumziaje timu yako kwa uchache, lakini pia unaionaje performance ya siku ya leo kwa Yanga? Cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeanza salama na tumemaliza salama, na kwa kudra za Mwenyezi Mungu tumeibuka bingwa. Yanga siwezi kuzungumzia kwa mechi ya leo kwamba ni performance nzuri sana imeonyesha, lakini tunachoshukuru tumemfunga mtani, pia tumeweza kuchukua ubingwa wa Ngao ya Jamii mara ya 6, tumemfunga mtani. Japo tulikuwa kwenye kiwango ambacho wanayengi wengi tulikuwa tunatarajia, lakini tunahitaji kupewa muda. Tunahitaji tumpe mwalimu muda, na kuna baadhi ya wachezaji, kuna baadhi nafasi ambazo walikuwa wanapoteza. Si vizuri kwa ukawa na timu kubwa kama Yanga, finali kama leo, chance kama zile unakuwa unapoteza kidogo, na sisi mashabiki tunakuwa, lakini ni swala la kumpa tu muda mchezaji pia kocha. Neno moja kwa mashabiki wa Yanga siku leo. Andasa Simba kumfunga Yanga. Simba kumfunga Yanga. Kama Mungu analala, labda muda huo kasinzia, Mungu hajaona Yanga. Bila hivyo Simba atakula magoli kila siku na kila siku ataendelea kufungwa. Simba hawana timu. Simba walikuwepo? Hawana. Walikuwepo? Simba walikuwepo? Simba walikuwepo? Mara 6 mfululizo. Kuja kumchukua bibi harusi hapa Taifa hapa. Siku ile tulitoka jezi zetu moja sana. Tumeona na bado kwa kikamba. Wasituzoe kabisa. Wasituzoe. Tuwashinde.
Kuna kipi cha kusema? Oji wana Yanga, oji wanatupia nini? Tulikuwa tunalipo wenyewe. Wana kusema. Lazima tuchukue kombe kuwa kawaachia. Siku nyingine tukitokea na piga tano. Ni 5-5 tu. 5 na pasi. Wasubiri. Mdomo waponza. Kelele zao zimewasababisha mpaka tuwafunge. Kwa sababu walishatupanda kichwani. Wakajua wao ni wakubwa. Hawataki kumheshimu mkubwa. Sisi ni mabingwa.